Mbona mapema? Nje siku gani leo? Nakupenda yetu. Kweli? Ya, nimesahau. Kwa nini nimesahau? Mambo mengi sana tatizo. Sasa japokuwa leo kwetu sikukuu, lakini lazima tuende kazini. Upende usipende. Bana. Haya. Amka. Changamka, amka. Acha. Changamka bana. Mbona kwa hivyo? Hongera kwa miaka 6 yangu. Kama juzi tu. Jamani, watu wanaongezeka kila siku. Ya, ndio jiji. Na bado atazidi kuongezeka. Sijui itakuwaje siku Pangani kukiwa kama hivi. Pangani? Pangani watu hawezi kuongezeka bana. Kule shamba ujue. Kule watu sijui watakuwa wanaenda kufanyaje yale. Kuvua samaki au kuchunga mbuzi. Tonka huko. Unakumbuka eh? Nakumbuka kidogo. Okay. Nataka niende nikasalimie. Sawa. Zuri. Ila twende wote. Nini Pangani? Nenda kufanyaje huko shamba? Inawezekana. Hivi kule kuna jambo DStv? Unajua siwezi kuishi bila Liverpool. Lakini mimi ni mkeo. Sawa. Lakini toka nikuoe wewe miaka 6 sasa hivi, si ndio? Lakini naipenda Liverpool miaka 20. Unaweza kulinganisha? Natumai hautakuwa matatizoni kwa kuchelewa kazini leo. Hata mimi pia. Sababu bosi mwenyewe mnoko wewe. Hey. Hey, boss. Poa. Umepanga vizuri jana Kabla. Fresh. Karibu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mzee nimekuja. Yupo. Kuna mgeni. Hala Ibrahim. Assalamu alaikum. Alaikum salam, unajali bwana? Salama sana. Karibu sana. Karibu.
Mustafa. Ibrahim, familia zetu zilijuana kitambo, tangu enzi za uhai wa babu yangu, na zimefanya biashara pamoja. Wazazi wako walipofariki, ukaja kwangu, nikanunua shamba lenu la minazi. Tangia hapo, kila unapohitaji pesa, nimekuwa nikikusaidia. Na bado na mpango wa kukulipa. Najua, tuache hayo. Unajua kijana wangu hapa, Mustafa, ameshakuwa mtu mkubwa na ingefaa apate jiko. Sasa yule mdogo wako Miriam, wamuonaje? Ana miaka 18 na Alisoma? amehitimu darasa 7. Safi sana. Anaweza kutunza nyumba? Kutunza nyumba, kupika, kufua na kumiliki nyumba kwa jumla. Bila shaka anapika, anafua. Kwa kifupi yeye ndiye anamtunza binti yangu Arafa. Lakini si una mke wewe? Ndiyo, ila sio hodari. Hapendi kazi za nyumbani. Yaani sijui ningefanyaje kama Miriam angekuwa ameolewa. Ingenilazimu kutafuta mfanyakazi. Inabidi ufikirie kuhusu hilo. Kuhusu lipi? Tafuta mfanyakazi, maana mwanangu anataka kumposa Miriam. Shukuru. Marhaba. Baba. Leo pia umelala kwenye kochi? Baba. Amka. Niko macho. Kwani unalala kwenye kochi siku hizi? Kwa sababu mimi mamako sitaki kulala na mtu mlevi. Kwanza njoo ukujiandae zako shule. Sitaki kwenda shule. Uko sawa? We Ali. Ali. Haya amka hapo, ndo kajiandae kwenda shule. Hivi utakuwa lini wewe? Hata upendezi. Mungu tu ndo anajua kwa nini nilikuoa. Kwa sababu yule ambaye ulikuwa ukimpenda kakuacha solemba, akaolewa na bwana mwingine. Bibi, uko macho? Nikusaidie kwenda uani. Nishikilie hapa. Twende. Pole pole tu. Shikamoo Bibi Vale. Marhaba. Ngoja nimrudishe huyu nyumbani. Haya. Alafu mwage mwalimu wako. Haya, bye.
Miriam. Mbona umesimama? Kuna nini? Kuna habari njema Miriam. Habari gani tena? Umeposwa. Bosi. Aha. Biashara inaendaje? Inaenda vizuri. Sasa nina wazo unaonaje? Tufunge mapema. Alafu nikutoe kwa ajili ya chakula cha jioni, tusherehekee kumbukumbu ya ndoa yetu. Kweli? Yeah, Mabini. Unajua nini? Ndoa ya kuwa bosi mwenyewe. Unaamua tu muda gani ufunge, muda gani ufungue duka. Ndo kama hivyo. Unasemaje? Sawa. Okay. Ngoja nichukue vitu vyangu basi. Haya. Hello? Aisha, ni mimi Miriam. Miriam. Hii namba ya nani? Kwa nini hujatumia simu yako? Ya kwangu haina pesa. Si ungesema, ningekuwa nishakutumia. Usijali, sina shida ya pesa. Nina habari njema. Nimeposwa. Umeposwa? Na nani? Na Mustafa. Hayo si ni maajabu. Naenda kuishi kwenye ile nyumba na nitakuwa na mfanyakazi wa ndani. Na Ibrahim amesema kuwa atatoa mahali itakaweza kulipa madeni yetu yote. Aisha, unanisikia? Ndio nakusikia. Hiyo si ni habari njema? Itabidi uje ili tuanze maandalizi ya harusi. Nitafurahi ukiwepo. Utakuja? Nitakuja. Nitafunga safari kesho. Miriam, kaka yupo hapo? Ndiyo yupo. Naweza kuongea naye? Ndiyo. Kaka Ibrahim. Hello? Sasa ndo umefanya nini? Una maana gani? Umefanya nini? Yaani umemwoza mdogo wangu? Wakati wajua fika nilikuwa nataka aje aishi na mimi huku. Hadi lini ndio uje kumchukua? Maana miezi imepita, miaka inakatika. Kasubiri wewe lakini hujaja kumchukua. Lakini unajua sio rahisi. Inahitaji kujipanga na inahitaji maandalizi. Basi hata kwetu sisi pia sio rahisi. Unaongea nini wewe? Na kutumia pesa kila mwezi. Wazifanyia nini? Aisha, mimi ndio kichwa cha familia. Ninachosema ndio kinalokuwa na nimeshafanya maamuzi. Sikiliza. Nimeshamtafutia shule. Kilichobaki nakamilisha mipango mingine tu. Haya, sema lini? Lini unataka aje utu waishi na wewe? Lakini nahitaji kujiandaa. Basi na yeye kashachoka kusubiri. Anahitaji kuanza maisha yake kama sisi wote. Vipi? Kwema? Tunaweza kuondoka? Ndio. Ya, twende. Kawaida tu. Wewe, pisha hapo. Huyu ni shemeji yangu, nataka kae hapo. Vipi shemeji? Nina habari njema. Bosi. Kuna mtevu kutujua dada yake. Hebu nyamaza. Habari gani hizo? Miriam kaposwa. Hongera. Shukrani. Basi leo tunywe kwa bili yangu. Kwa bili yako? Umepewa mali nzuri eh? Dada. Lete kama tulivyo. Lakini ukunitendea haki. Mimi nilijua utamtunza ili uje unioze mie. Usisomesha wao bwana. Dini inaniruhusu kuwa na mke zaidi ya mmoja. Yaani umeshaanza kutoa mawaidha? Ndio, muda wote ninapojisikia naweza kutoa mawaidha. Sasa kama ulimshindwa Aisha, ni kipi kinakushauri kwa utamweza Miriam? Hapo umeniweza. Kaposwa na nani? Mustafa. Hebu ngoja kwanza. Yule bwege. Wewe unasema mimi sitomweza, unaenda kumpa yule bwege? Hana shida.
Dada yako ni Mwari eh? Nini? Unajua mabinti wa siku hizi. Hebu nyamaza. Tuache utani. Hivi kweli unamwacha ule bwege amoe dadako? Kwa sababu familia yao wana uwezo. Nimeusuka mpango huu kwa miaka mingi sana. Mpaka mwanae amekubali. Leo nilitoka kuongea na baba yake na tumekubaliana. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu alimsimamia jambo hilo. Kwa hiyo unamuuza dadako kama ng'ombe? Utamaduni huu hauishi leo. Hasara tupu. Sawa. Lakini hatakuwa na furaha kama ilivyo kwa wanawake wengine hapa kijijini. Najua hakuna aliyefundi zaidi yangu mimi. Nilikuwa nimeshatembea naye. Unasemaje wewe? Basi kaa. Bakari. Utatembea na wangapi rafiki yangu? Rafiki mjinga kama wewe. Njia pekee unaweza kutembea na mwanamke. Labda tumfutie mmoja wapo. Na tukuhurumie ili na wewe uji japo kidogo. Tena inabidi uanze wewe. Maana kama utaingia baada kutoka mimi, utaambulia kitu. Ni utani tu nakutania bwana. Wala maanishi hivyo bwana, sawa? Lakini kweli ulitakiwa uende nyumbani ukamtazame bibi yako? Umesema kweli. Ngoja tu niende. Sawa. Nenda bwana ukamchambishe tu saa hizi. Abdul nisamehe bwana, sipigani tena, ni mtani tu. Sawa bwana. Jamani, usiku mwema. Yule malaya bado mzima? Wapi? Kwa sawa. Maisha. Changamka bwana, eh? Unakumbuka ndoa yetu miaka 6, eh? Acha na nini? Hamna. Itakuwa ni ile issue ya mdogo wako, eh? Hujafurahia alivyoposwa? Sio hivyo. Yule sasa hivi anaenda kuanza maisha yake. Atakuwa mzigo tena kwako. Ufurahie. Harusi lini? Siku chache zijazo. Basi vizuri. Itabidi wewe uende alafu mimi nibaki kuangalia duka. Sawa. Wewe baki. Namaanisha nini sasa? Hebu acha hizo. Kama utaki kwenda si useme tu. Kwa nini unatumia kuangalia duka kama kigezo? Sio kwamba sitaki Aisha. Wewe mwenyewe unajua ni katikati ya wiki sasa hivi. Alafu wote tutaondokaje tuache duka tumefunga? Nilidhani uzuri wa kuwa bosi mwenyewe waamua muda gani ufungue na kufunga duka. Ama sivyo? Lakini hata nisingekwambia twende wote. Najua bwana, wewe ndo mtoto wa mjini. Hello. Hivi kwa nini asije kuishi na sisi? Aisha. Kila siku mimi wanakuambia, sitaki watu waje nyumbani kwetu. Au nakuta mjomba, mshangazi, bibi, wote wamejezana hapo nyumbani. Ahmed, mimi sina bibi. Alishafariki. Nina mabinamu tu na Miriam ndo mdogo wangu wa pekee. Kwa hiyo sidhani kama hiyo nyumba itajaa watu. Mimi sijamaanisha hivyo bwana. Unajua kaka amekubali Miriam aposwe ili apate hiyo mahari aweze kulipia madeni yake ya pombe. Kwa hiyo mdogo wangu ataolewa, atazaa, atazalishwa hapo, atakuwa na maisha ya kijijini, hataendelea na masomo. Yaani hatakuwa na maisha yake Ahmed. Na isitoshe watoto watakaowazaa na wenyewe maisha yao yataisha kijijini tu. Hawatosoma. Yaani watakuwa na maisha dhalili tu. Aisha, wewe umeshaondoka huko, eh? Sasa hivi uko na maisha yako tu mazuri. Ni kweli. Ukinitazama nina kila kitu. Sikia nikwambia Aisha. Tufanye hivi. Unaonaje nikupeleke, nisalimie, alafu nirudi kuangalia duka. Harusi kisha nakuja kuchukua.
Sawa tu. Nenda wapi tena? Kwenye kivuko nayeruhusiwa kubaki garini ni dereva tu. Kweli? Taratibu gani huu? Karibu kijijini. Aisha. Jamani, umekuwa mkubwa mashallah. Jamani, umekuja. Samira. Aisha kaja. Jambo Miriam. Sijambo, shikamoo. Marhaba. Nasikia umeposa, hongera. Asante. Karibuni ndani. Asante. Jamani, Pangani kumebadilika. Si hujakuja muda mrefu. Wow, Aisha. Naam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi hali? Safi. Za kwako? Safi za masiku. Nzuri. Ahmed. Jamani, kitambo. Kweli kitambo. Tangia harusi yetu ilivyoisha, eh? Ndio, tangu harusi yenu mpaka sasa tunaandaa harusi nyingine. Karibuni. Asante. Karibuni kahawa. Asante sana. Kahawa sasa hivi bwana. Sasa mimi si mkaaji. Inabidi nianze safari ya kurudi Dar. Haulali. Hapana, inabidi awahi kwenda kuangalia duka. Si mnajua tena duka lenyewe bado jipya, kwa hiyo wateja inabidi walizoe. Kama hivyo sawa. Au subiri Ibrahimu. Nitakuja kumchukua Aisha baada ya harusi kuisha. Kwa hiyo na hakika nitaonana na wengine wote ambao sijawaona. Sawa. Jamani, kwaherini, eh? Haya, basi ngoja nikusindikize. Si neno. Wewe baki tu uongee na dada zako. Unajua hajakuona siku nyingi. Au uongo Mira? Kweli. Jamani, kwaherini, eh? Haya. Miriam. Mwekee dadako kahawa. Hapana. Nimeshiba. Sema uchovu tu, maana safari nayo ilikuwa ndefu. Aisha, utalala na mimi chumbani kwangu. Kwani chumba changu cha zamani vipi? Siku hizi ni cha Arafa. Na cha Ibrahim. Kakifanya ofisi yake. Kwa hiyo ndio umeamua kunikomoa, eh? Unamaanisha nini? Wajua fika nilikuwa na mpango wa kuja kukuchukua tukaishi wote Dar. Lini? Nilikuwa nahitaji kujipanga tu. Hadi lini? Muda kidogo tu. Lakini umenitupa tu hapa. Sina ninachofanya. Kazi yangu kupika, kufua na kumlea Arafa. Bora nifanye hivyo kwa familia yangu. Lakini nilikuwa nakutafutia shule. Na kufanyia mipango mingine. Sitaki shule.
Unasemaje? Sikiliza Daisha, mimi sio kama wewe, sina akili za darasani kama wewe. Miriam, huna haja ya kuwa kama mimi. Nina duka linaendelea vizuri, sio kihivyo, lakini si haba. Kwa hiyo baada ya muda mfupi tu mambo yatakuwa vizuri. Futa subira basi. Lakini mimi nimekuwa sasa, sipendi kukutegemea wewe. Ndio maana mimi niko hapa. Kama dada yako natakiwa nikutunze. Ha? Unajua ni kiasi gani nafarijika pale ninapokutumia pesa za shule na pesa za matumizi yako madogo madogo. Lakini pesa hizo situmii mwenyewe. Wapanisha nini? Wewe nadhani tunaishije hapa? Ina maana mpaka leo Ibrahim hana kazi. Wewe si nini? Mvivu sana huyu mwana. Nahitaji kwanza maisha yangu. Kama utaniambia sasa hivi nifungashe kesho tuondoke, niko radhi. Niambie. Sio sasa. Nahitaji... Sasa utaka nifanyaje? Hata sijui. Kila siku silali, sipate usingizi, na watu wamekuja kunichukua. Lakini nasi ndoto si ya kweli. Miriam, usiseme hivyo. Nitaolewa. Ndoa ni jambo la heri, hata pia umeolewa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Umefika saa ngapi? Muda si mrefu. Kwa hiyo ondoka sasa hivi na Prado ni Ahmed? Ndio. Gari zuri sana. Kila mtu kijijini analiongelea. Zuri tu. Sasa mbona hakunisubiri tusalimiane? Imebidi wahi kufungua duka da. Haya basi. Karibu nyumbani. Safari ya wapi? Hata hatujapokea mahari, wewe ushaanza kutumbua pesa ba. Dadako kafika muda si mrefu. Hata kukaa naye kidogo. Nini? Wataka kufanya nini? Mungu katufungulia riziki, wewe anza kufuja pesa tena kama ulivyofanya mali za urisi. Umemaliza? Naweza kwenda sasa? Hey, vipi? Mbona umechelewa? Dadangu kaja. We, Aisha kaja? Ndio yeye aloshushwa na Prado? Ndio, ni yeye. Na yule alimshusha ni nani? Mumewe. Aisha amekuja? Ndio, Aisha amerudi. Tulia basi. Sawa. Sasa anaonekanaje? Yule dadangu bwana. Sasa hujasikia? Mume ndo kamleta. Hiyo hanizuii chochote mimi. Kwani hujui kwamba mimi na dadako ni wa enzi na enzi? Siamini. Kwani mume ni mtu wa aina gani? Kwa nini? Nataka kumjua mpinzani wangu. Hakuna upinzani wote, niamini. Wewe ligi ishakushinda hiyo. Huyu bwana ni mtoto wa mjini. Kwake yeye sisi sote ni washamba hapa kijijini. Dada, hebu niletee kinywaji. Dada, mletee shemeji yangu kinywaji. Aisha, uko macho? Sipate usingizi.
Una hofu? Nahisi hata sijui. Usijali. Hata mimi nilikuwa hivyo hivyo nilivyoposwa. Sikupata hata lepe la usingizi. Afadhali na wewe ulimjua Ahmed, lakini mimi simjui Mustafa. Nina imani atanijali. Hautopata shida. Aisha, ilikuwaje? Yaani usiku wa kwanza ulipoolewa? Ina maana haujawahi? Sijawahi. Wala tusiwe na hofu. Ukishazoea tuna kawaida tu. Lakini nataka kumridhisha mume wangu. Nitajuaje kama nimemridhisha? Utajuaje kama mwanaume ameshiba chakula? Analala fufufu. Basi ndio hivyo hivyo. Nina imani nitaitunza ndoa yangu. Wanaofanya kazi wale watakusaidia. Sitaki mfanya kazi anilelee mwanangu. Mbona wewe umelelewa na Ibrahim na umekuwa vizuri tu? Natamani kama mama na baba angekuwa hai. Usijali. Nina imani popote walipo wanatutazama. Naamini. Naamini. Mtume, natakiwa kuamka alfajiri nimpeleke Arafa shule. Usijali. Nitamwandaa, afu nitampeleka. Kweli? Ndio, afu hata hivyo nataka nionane na Bimale. Na wewe unataka upumzike hizo siku 2-3. Tutakuwa na maandalizi mengi sana ya harusi. Asante. Usijali. Ndio majukumu ya dada mkubwa hayo. Natamani usirudi da. Natamani ungebaki hapa hapa na sisi. Bibi Male. Aisha. Nimefurahi kukuona. Mbona tuna nini huko? Miriam ameposwa. Habari njema, lakini sijaambiwa chochote. Ni habari mpya. Mimi mwenyewe nimejua jana na nitakuwepo kwa siku 2-3 tu. Utakaa kidogo bwana. Hapana. Nimefungua biashara yangu da. Nimefungua duka la dawa na mume wangu. Habari njema sana hizo. Asante. Sikiliza Arafa. Usikilize kila kitu anachokuambia Bibi Male. Sawa? Na anachokufundisha. Umeelewa? Aya, nenda kakae na wenzako uwe tayari kwa kusoma. Haya Bibi Male, mimi naenda. Haya, karibu. Asante. Ukipata nafasi pitia. Sawa, nitapitia. Taratibu nyingi. Aisha. Aisha. Nimepata habari kuwa umerudi. Rama, hali yako? Nzuri. Vipi, unafanya kazi hapa? Ndio, mimi ndio mmiliki. Mmiliki? Hongera. Asante, nimechafuka eh? Hapana, haina shida. Ndio kazi. Sawa, vipi wewe da, kwema? Kwema, tunashukuru Mungu. Mumeo? Hajambo,
Tumefungua duka la dawa da. Duka la dawa? Hongera sana. Asante. Kila mtu alitabiri kwa utafika mbali. Mnashangaa nini nyinyi? Hamna kazi ya kufanya? Wajinga nyinyi. Umekuja kwenye harusi ya mdogo wako? Sawa, na ndo naelekea kwenye maandalizi huko. Niangalie wanaendeleaje. Sawa, mimi naisubiri kwa hamu sana. Mimi pia. Sawa, basi ngoja mimi niendelee na kazi. Sawa bosi, endelea. Itakuwa vizuri nikikupitia nyumbani baadaye. Sawa. Itakuwa vizuri. Sawa, basi baadaye. Haya. Kwaheri. Ndio yeye. Kweli. Alafu kafura hii. Nyamaza. Ara, unafanya nini? Dada huyo. Dada hilo. Umefurahi mkono umekuja lini? Nimekuja jana jioni. Na tayari washaanza kukufanyisha kazi. Si unajua tena maneno ya Waswahili. Ugeni siku ya kwanza, ya pili wapewa jembe. Kama unatamani jembe, nitakupa. Unajisikiaje kurudi Pangani? Lazima unaona tofauti na mjini Tofauti ipo. Lakini kunako kuna uzuri wake. Upaoni pamepoza. Uliko wapi leo? Nilimpeleka Arafa shule na kumsalimu bibi Mali. Yaani nashangaa yule bibi mpaka leo anafundisha. Sidhani kama kuna mtu hapa kijijini ambaye hajapitia kwenye darasa lake. Mimi pia kanifundisha. Mimi pia. Hata mie. Sote tunajua kwa akakufundisha. Maana kutu Aisha hivi, Aisha vile. Nataka Miriam alelewe kama Aisha. Na sasa hivi ataka na Arafa naye alelewe kama Aisha. Sawa, lakini naona ni kitu kizuri. Mimi naona anawachanganya tu watoto. Haitakiwi kuwafanya watoto wakose raha bwana. Masha mwenye vitunguu hivi. Haya. Nitengeneze ya harusi ya mtoto leo ndo mwisho wake. Mlisema olewi. Mbona kaolewa? Mlisema olewi. Mbona kaolewa? Mlisema olewi. Mbona kaolewa? Mlisema olewi. Mbona kaolewa? Mbona kaolewa? Mbona kaolewa? Habari ndio hiyo kina mama harusini. Alafu nikaenda kuzuru makaburi ya wazazi wangu. Maskini wazazi wako walifariki wakiwa vijana. Nashukuru kwa kuwahurumia mwaya. Alafu nikapita kwenye gereji ya Ramadhani. Kweli? Huwa anakuulizia sana. Mimi nadhani bado anakutaka. Lakini moyoni mwangu mimi wala hayumo. Labda kwako wewe, wengine hawana hata huo utaratibu. Lakini mimi ni mke wa mtu. Wanaume wengine hata wajali. Nakasema nakuja baadaye. Basi akija wewe mgereshe tu. Usimuonyeshe kwa umtaki. Sina siamini kama ameweza kuanzisha biashara yake mwenyewe. Yaani yule anaweza hata kumsaliti mke wake. Ameoa? Najua hawezi kukwambia. Hao ndo wanaume bibi. Haya, safari ya wapi? Ukiwa umeuramba hivyo? Nimeuramba? Hivi si ndivyo ninavyovaa siku zote? Unanifanya mimi hamnazo. Unazungumzia nini wewe mwanamke? Nimesikia Aisha kaja kwenye harusi ya mdogo wake. Wewe mwanamume una nini wewe? Mwanamke anaendeshwa na Prado. Hata kutaka wewe. Kwanza wewe nani? Fundi boda boda. Mimi siendi kwa Aisha, naenda zangu baa. Hebu acha uchizi wewe mwanamke. Chizi? Mimi chizi? Wewe ndio chizi. Unafikiri nitakuacha utoke ukiwa umevaa hivyo? Wenda kwa huyo malaya wako. Haiwezekaniki. Hebu pisha hapo. Pisha hapo. Niondokee hapo mwanamke.
Amekuchora vizuri. Utafanyaje? Kuhusu nini? Ramadhani. Nitaonana naye kidogo tu. Ni raha kukutana tena. Sawa, hata hivyo mimi mpaka haina. Sitaweza kuzurura. Na ukikaa na mimi humu utachoka tu. Sawa. Drama. Naam. Safi, habari yako? Poa. Uko tayari twende? Bado kidogo. Nipe muda kidogo basi. Sawa. Baada ya msiba wa wazazi wako ulipotea tu ghafla. Unajua nilikuwa mdogo sana na sikujua nini cha kufanya, ila Bibi Male aliponitafutia nafasi ya shule ya bweni nikaona bora nisiipoteze hiyo nafasi. Ndio hata usiage. Nisamehe. Sawa, na umeolewa sasa? Ndio. Wewe je? Mimi pia nimeoa. Sorry. Watoto? Na mtoto mmoja. Wewe je? Sisi tumetimiza miaka 6 ya ndoa yetu jana tu. Una watoto? Hapana, bado. Unajua tulipomaliza chuo tu tulijituma sana kutafuta mtaji wa duka letu la dawa. Hivyo nadhani kwa sasa huyu ndo mtoto wetu. Vizuri, sote tunamiliki biashara sasa. So dakta. Hivi umeshawahi kufikiria, unajua tunafanana vitu vingi sana? Nadhani ni kweli. Sawa, twende kwa mzee Wimo basi. Kweli? Hatukasirika? Hapana, niamini mimi. Aisha, naomba niwe mkweli kwako. Nimekuomba tutoke leo ili nikueleze jambo. Pamoja na kuwa ni muda mrefu sana umepita, lakini nimeshindwa kabisa kukusahau na kuwaza wewe kila siku. Rama, hebu acha hizo. Hapana, lazima nikufunulie yaliyoko moyoni mwangu. Lakini mimi ni mke wa mtu. Sawa, lakini kwa nini umekubali tukutane? Sielewi. Nilidhani itakuwa raha kukutana tena. Nina biashara hivi sasa. Nina uwezo wa kukutunza. Garage inaingiza pesa. Najua hapa sio pazuri kama Dar es Salaam. Na sina uwezo wa kukuendesha kwenye Prado. Lakini Rama, umeoa na una mtoto. Nitawatelekeza. Ukinikubali sasa hivi na watelekeza. Hapana. Hiyo sio haki. Kwa hiyo unamaanisha kwamba nisingekuwa na mke ungenikubali? Hapana, simaanishi hivyo. Sasa unamaanisha nini? Rama, hiyo ilikuwa zilipendwa tu. Na ilikuwa enzi za utoto. Kipindi chote nilichokuwa na wewe zilikuwa enzi nzuri sana kwangu. Lakini sasa wote tupo ndani ya ndoa. Useme hivyo Aisha. Wewe unayajua fika haya mambo. Mimi sikumjua mke wangu mpaka siku tulipooana. Hivyo sina mapenzi ya dhati kwa mke wangu kama ilivyokuwa kwako wewe. Lakini ilikuwa zamani. Hii wala haihusiani. Hivi wewe una mapenzi ya dhati kwa mumeo? Unaona sasa, hata wewe mwenyewe huna uhakika. Hapana. Kila ndoa ina raha na tabu yake. Kinachohitajika ni uvumilivu tu. Na sio kwamba ninadharau yale yote tuliyopitia. Lakini muda umesha kwenda sasa. Na mimi nimesonga mbele na maisha yangu. Maisha yako? Ndiyo Rama.
Nimekuelewa sasa. Unaringa sana wewe. Unajiona keki na huwezi kuishi na mimi. Kwa kuwa unaishi Dar es Salaam, umesoma na unaendeshwa kwenye Prado. Hivi kwa nini kila mtu analilizungumzia hilo gari? Hapana! Unaringa sana. Unajiona bora kuliko sisi wote wa shamba hapa kijijini. Sawa. Rama, sitaki! Leo utaenda baa? Ndio. Nina mpango wa kwenda, ila kama unataka nibaki kutizama, nadhani sitoenda. We nenda tu, ni vizuri kutoka na rafiki zako. Usikae siku nzima kuniangalia mimi kikongwe. Umri wangu umekwisha. Nenda tu ukale nzi yako. Umeshamaliza? Ndiyo, asante. Aisha, umerudi? Samahani, nimekuamsha. Nikiosha taa nitakukera? Hapana, washa tu. Imekuwaje? Ovyo tu. Nahisi nimemkasirisha. Tulikuwa matembezini, huku tunazungumza. Si unajua, sio vibaya kukumbushia enzi. Lakini ghafla akabadilika. Akaanza kusema kuwa eti bado ananitaka na yuko radhi kumwacha mkewe kwa ajili yangu. Amwache mkewe kisa wewe? Ndiyo. Lakini nilipomwambia kuwa mimi ni mke wa mtu na nina raha na ndoa yangu, akakasirika. Akaanza kusema kuwa kijiji chote hiki wananisema mimi naringa, kisa naishi Dar. Ila alikasirika sana. Uko sawa lakini? Niko sawa. Ila kwa sababu ushampasha, atatulia tu. Ndiyo. Aisha, nilikuwa naomba kesho mpeleke Arafa shule, kwa sababu sitaki kuonekana na hawaja. Usijali, tampeleka. Sawa, basi tuendelee kumsubiri. Bosi. Haya, bosi karudi. Bosi shapiga vitu vyake huyu. Kajafishia tu na kinywaji. Hatuambie bosi, utamwa nao? Hebu nyamaza. Kwani vipi? Natamani mngemwona leo. Kapendeza, mzuri, kajiremba kama ilivyo kawaida yake. Basi tukaenda matembezini. Nikaanza kumchombeza, ukitukusimuliana ya kale. Nikamweleza ya moyoni. Alafu kampindua? Hapana, kanitolea nje. Nini? Haiwezekani. Lakini bosi, huwezi kukubali kirahisi hivyo kisa kutolea nje. Endelea kumcheba bwana. Tumeshapita hatua hiyo. Sasa utafanyaje? Nataka mumtafute Mohamed. Mtamkuta kule pembezoni mwa kijiji. Mwambieni Ramadhani anakuhitaji. Kuna malata kwa kushikishwa adabu. Akiwauliza mjibuni. Kesho usiku.
Weka tu hivyo, haina shida. Vipi? Safi tu bosi. Umefanya nilichowatuma? Ndio, tumefanya. Umeonana na Mohamed? Ndio, tumeonana na Mohamed. Umempa pesa? Ndio. Vizuri. Bwana usiseme sana kwenye kura hata waseme. Sababu nyama hamna lazima tuseme hata tusikie haya tena. Umaanisha nini? Ni kwa nini tufanye hivyo? Yule mwanamke wangu akakosa nini kwani? Tumetakiwa kufanya vile ili kutekeleza amri ya bosi wetu. Au litaka tuachie kazi? Hivi yule Mohamed tulifuata jana usiku ni nani? Yule jamaa na mashaka naye mimi. Mohamed bosi wetu tu. Unawaamini mabosi? Nadhani. Basi haina haja kuogopa. Hata sielewi. Una nini wewe? Bakari, hili jambo sio la mchezo. Hamna. Kawaida tu. Hakuna wala kushikwa hata siku moja. Ushakusikia mtoto kashtakiwa? Ili mtu ashtakiwe, inabidi kuwe na ushahidi. Utoke wapi? Na isitoshe, tukishamfutia atafunga safari ya kurudi mjini. Hawezi kukaa hapa. Ni aibu sana kwake. Labda kweli. Usijali bwana. Wewe subiri ule uroda. Rama. Aisha, nimekuja kukuomba radhi kwa kitendo changu cha jana usiku. Si uje siku nyingine? Leo ni kigodoro cha mdogo wangu. Najisikia fadhaa sana. Natamani tuyamalize. Naomba radhi Aisha. Sijui hata nilipatwa na nini. Usijali. Nimesha kusamehe. Tugange tu yajayo. Sikupata usingizi kabisa bana. Sipendi unione kuwa mimi si mtu mwelewa. Hapana, naelewa. Aisha, mimi si mtu mbaya. Rama, acha basi. Nimekuelewa na nimesha kusamehe. Unasema kweli? Ndio. Natamani ungejua jinsi msamaha wako ulivyo muhimu kwangu. Nashukuru, nimeutua mzigo. Tugange yajayo sasa. Hapo sawa. Nini? Tabasamu lako.
Una tabasamu mzuri sana. Nisamehe kama nitakuwa nimekukera. Wala. Unajua mimi na wewe ni marafiki tu. Sipendi kuvuka mipaka. Pazuri eh? Wale ni kina nani? Wavuvi tu hao. Ungejiepusha naye mapema. Umenilazimisha kufanya hivi. Bimale. Bimale. Ni wewe Miriam? Hujambo? Shikamoo. Marhaba. Namuulizia Aisha, hujamuona? Aisha sijamuona toka jana alipokuja mfuata Arafa. Kwema? Kwema tu. Neema. Neema. Namuulizia dadangu, hujamuona? Hapana, sijamuona. Kwani vipi? Ramadhani. Rama. Miriam, vipi? Utaki kutoka nje leo, ni siku ya harusi yako? Najua, eti hujamuona dadangu? Hapana, sijamuona. Vipi kwani kwema? Kwema tu. Ndio nani wewe? Nadhani atakuwa mdogo wake. Anataka nini? Au kashajua? Una nini wewe? Tulia. Sijielewi wenyewe. Tezo lako wewe bwana muoga.
Uko wapi? Nini? Tulia kwanza. Wapi? Tulia basi. Mbona sikuelewi? Miriam. Ndio nini hiki? Unapata nini? Hata sijui. Nilipoamka asubuhi sikumwona Aisha nyumbani. Kama kutaka kumtafuta. Basi, nyamaza. Unakwambia chochote? Aisha. Aisha. Unafanyaje? Aisha. Tufanye hivi. Wewe rudi nyumbani. Mimi nitabaki naye hapa mpaka giza likianza kuingia, na naomba ukamwambia na Samira pia kilichotokea, sawa? Kaka, nataka tumpeleke hospitali. Haiwezekani Miriam. Nisikilize dada. Harusi ikiisha tampeleka hospitali. Sawa? Nami nataka kuja hospitali. Hapana Miriam. Utakuwa tayari ni mke wa mtu wewe. Utulie kwa mumeo. Sawa? Sio kwanza kutafuta matatizo mengine hapa. Hebu fikiria. Haitakiwi mtu yoyote ajue kuhusu hili. Haitakiwi mtu yoyote atuone. La sivyo mambo yote yataharibika, harusi yako na kila kitu, dadangu. Kaka, basi sitaki kuolewa mimi. Sitaki, mimi nataka nimuguze dada yangu. Unasemaje? Hebu amka. Nenda nyumbani. Kaka. Miriam, nenda. Sitaki, siondoke. Miriam, nenda nyumbani, nitabaki naye. Vipi, naona familia yako hapa hata mmoja hayupo. Ilikuwaje? Wifi yangu ameumwa ghafla. Mume wangu anatazamia hali kwanza. Atafika muda si mrefu. Basi haya, na mimi bado nipo. Tutazidi kuonana. Haya. Ibrahim simuoni. Au kampata? Sasa kama kampata, acha uoga wewe. Kila sana kumbe hivyo hivyo. Tatizo lako muoga sana wewe. Ibrahim yule pale. Unamwona? Tulia sasa. Kila kitu sawa. Ndio, nilimpeleka nyumbani. Anaendeleaje? Hali mbaya. Hakuna mtu aliyekuona? Sidhani. Hivi, unadhani nani kafanya hivyo? Hata sijui ukweli. Ibrahim, inabidi tumpeleke hospitali. Tena sasa hivi. Hapana. Tutamuuguza wenyewe. Kivipi? Dadako ana hali mbaya. Usikie anatoa harufu. Mpaka kesho nyumba yote itakuwa inanuka uvundo. Lazima tumpeleke. Una wazimu? Tukimpeleka hospitali habari zitasambaa. Kwa hiyo hicho ndicho unachojali? Najali ndio. Sitaki familia yetu ipate aibu. Tutaziweka wapi sura zetu hapa kijijini? Aibu? Unajali kuhusu aibu? Dadako kalala hapa, hali yake mbaya. Samira. Haiwezekani. Mpeleke hospitali sasa hivi.
Anaendeleaje? Anaendelea vizuri, atapona. Alhamdulillah. Mbona vidonda vyake vinaonekana sio vya karibuni? Kwa nini hamkumwaisha? Ilibidi tumtafute. Alivamiwa nje kidogo ya kijiji. Sawa. Itabidi tutoe taarifa polisi kwa sababu kwa kawaida wagonjwa wenye matatizo haya polisi lazima wapate taarifa kabla hatujaanza kuwatibu. Lakini huyu tumemhudumia kwa sababu hali yake ilikuwa mbaya sana. Daktari, kwani lazima? Ndio, inatulazimu. Ibra. Nenda nyumbani kapumzike. Unajisikiaje? Basi tulia. Sikiliza. Polisi wako njiani. Utatakiwa kutoa maelezo. Unataka kufanya hivyo? Una hakika? Hakuna jibu kama hutaki. Nataka kufungua mashtaka. Lakini fikiria kwanza, Aisha. Fikiria matokeo yake na kwa familia yetu. Lakini namjua aliyefanya. Haijalishi kama wamjua. Kinachotakiwa hapa ni ushahidi. Je, una mashahidi wote zaidi yao kuvamia? Huna. Na hakuna hata mmoja kati yao kuvamia atajaribu kujikanga kwa mafuta yake mwenyewe. Lakini nataka washikwe. Aisha, nisikilize. Polisi wakikuuliza swali lolote, waambie ilikuwa ni giza, ukumbuke chochote. Sawa? Lakini nawajua. Samahani kwa kuingilia. Polisi wameshafika kuchukua maelezo. Bila shaka. Naweza kuendelea. Unaweza kusubiri nje tafadhali. Bila shaka. Aisha, tumepewa taarifa na daktari kuwa maumivu na vidonda vyako vinatokana na kubakwa. Unaweza kututhibitishia wewe mwenyewe na kutueleza kilichotokea? Sitaki. Sikubali. Nadhani dadangu kajitakia kubakwa. Nusura atoke uhai wake. Ongea polepole. Sitaki. Mnao mashahidi? Nini? Lazima kuwe na mashahidi ili tuendelee na kesi. Ibrahim. Hapana. Sijui kama kuna shahidi yoyote. Basi kesi imekwisha. Mtakapopata mashahidi mtajua pa kutupatia. Kwa nini umeambia Ramadhani kuwa ndio anahusika? Kwa sababu yeye ndio anayehusika. Inawezekana asiwe yeye. Labda umechanganyikiwa. Kisa nini mpaka kufanya hivi? Alisema ananipenda. Hawezi kunitoa mawazoni mwake. Lakini nilipomkatalia alikasirika. Hiyo ilikuwa lini? Juzi usiku. Halafu akaja usiku wa pili yake.
amekuja kuniomba msamaha. Ukatoka naye usiku? Unaona ulivyo mpumbavu wewe. Nisamehe kaka. Nilijua najutia. Sikudhani kama ningetenda hivi. Ndio kashakutenda tayari. Kafanya hivi ili akushikishe adabu. Unaona? Ndio kukushikisha adabu. Anishikisha adabu. Kisa nini? Mbona sikuelewi kaka? Sikiliza. Haijalishi. Hatuna msaada. Polisi hawezi kutusaidia. Kwa tutamwacha tu. Hatuna mashahidi. Hatuwezi kufanya chochote. Sikiliza Aisha. Nakuomba uvumilie kwa ajili yetu sote. Tutakaporudi nyumbani upumzike. Ujifanye kama hakujatokea chochote kile. Ukijisikia virudi urudi kwa mumeo. Na usahau yote yaliyotokea huku, sawa? Ahmed. Unahitaji kuongea na Ahmed kaka. Nataka nimweleze kila kitu. Umweleze nini? Hapana. Usimwambie chochote kuhusu hili. Ni mume wangu, anaweza kutusaidia. Aisha. Ahmed hataki kujua lolote kuhusu jambo hili. Sikiliza. Ni bora usimwambie. Nitamweleza kila kitu. Abduli, epoa supu inamwagika. Abduli, una nini? Bibi, nadhani nimefanya kitu kibaya sana. Wadhani au umefanya? Nimefanya bibi. Abduli, nisikilize. Mama yako wakati ananiachia wewe ulezi, nimeshazeeka tayari. Kwa hivyo nilijitahidi kadri ya uwezo wangu kukulea, kukukuza na kukufunza baya na zuri. Kumbuka hakuna mkamilifu. Laiti ningekuwa na nguvu zangu hadi leo, ningeshatenda uovu. Lakini kukosea ni sehemu ya maisha. Unapotenda kosa kumkosea mtu, unachotakiwa ni kumwomba radhi. Ni ngumu, lakini ndo dalili ya mtu mzima. Na huyo ndo atakayekuwa mjukuu wangu nilomlea vyema. Mira, wafanyaje hapa? Unatakiwa upo kwenye mji wako na mumeo? Nimekuwa na hofu sana. Unaendeleaje? Atapona, anatakiwa kupumzika. Aisha. Anatakiwa kupumzika.
Anahitaji chochote? Aisha, Aisha. Ni Ibrahimu. Ni Ibrahimu. Ni mimi. Tuache. Anatakiwa kupumzika. Twende. Hapana, usizime taa. Kwa nini amemtaja Ramadhani? Ndo amembaka? Nijibu. Rafiki yako ndo kafanya unyama huu? Ndio. Ndio alivyosema. Kwa umepanga kuchukua hatua gani kuhusu hili? Nitafanyaje? Polisi wenyewe wameshindwa kuchukua hatua yoyote. Kwa kuwa polisi hawakuchukua hatua, haimaanishi na wewe usichukue hatua yoyote. Au unangoja mimi na mwanao tubakwe? Nisikusikie tena. Basi chukua hatua sasa. Ramadhani, nahitaji kuongea na wewe. Mwamu. Usiniite jina hilo. Basi karibu kae tunywe. Tufurahi, hatujaonana toka siku ya harusi. Lilikuwa bomba moja la harusi. Nimekwambia nahitaji kuongea na wewe. Ongea, kwani kuna siri yote hapa? Hakuna siri hapa. Wewe ndio uliofanya. Kufanya nini? Ni wewe. Kikweli sikuelewi hata unamaanisha kitu gani. Najua ni wewe. Unafikiri mimi nitakubali wakati sielewi hata unanituhumu kwa kosa gani? Wewe mwenyewe unashindwa kutamka. Na kesho tunaenda kwenye uongozi wa kijiji mguu kwa mguu ukathibitisha kwamba wewe ndio uliofanya. Kuthibitisha nini? Si useme. Nyamaza. Unaona fadhaa Si useme kwa dada yako amebakwa. Nyamaza. Nyote mashahidi si mmesikia? Ya kwamba amekiri amembaka dada yangu. Hawa walevi tu hawa. Unafikiri nani atawaamini? Sawa, unanitaka nikiri. Nitakiri kama unanitaka nikiri. Kwa sharti moja tu. Endapo na wewe utakiri. Nitaweza. Nitaweza. Kwani mimi ni mtu pekee mwenye makosa hapa kijijini? Nitakutunzia siri zako endapo wewe pia utatunza za kwangu. Achana na mimi, usinishirikishe. Twende tukakiri. Twende. Unataka kufanya nini? Twende tukakiri. Twende. Mwamu. Mwamu. Umefanyaje? Umefanyaje? Unazungumzia upuzi gani wewe mwanamke? Upuzi mkubwa niliofanya ni kuolewa na wewe. Liangalie vile. Natamani nilidunde. Lakini inaonekana kuna mwenzangu tayari kashinisaidia. Hivi unafahamu kwamba kila mtu anajua? Habari zimeenea kijiji kizima kwa dadake Ibrahim amebakwa. Nimevumilia mengi. Safari zako za usiku, ulevi na hata ulivyokuwa ukimtamani yule malaya wako. Lakini kwa hili, kwa kweli limenishinda. Umemaliza? Unaweza kuzima taa?
Maana wengine tuna kazi za kufanya, tunatakiwa kuamka mapema asubuhi. Wewe ndio umembaka. Mtume. Muone kwanza. Mwana hizaya we dhaifu. Huna hata la kujitetea. Haya kakufanya yule mwana mkengwa. Kakukataa. Ukajitia umwamba. Ukajifanya mshikisha adabu. Unakwenda wapi mwana hizaya wewe? Na nenda guest. Maana hapa naona sitopata hata lepe la usingizi. Unajua ni? Nenda! Toka! Nenda mwana kwenda! Na utakamatwa ufungwe maisha! Msanzi mkubwa kwenda! Aisha. Hali yako? Vipi? Harusi iliendaje? Vizuri tu. Unaongea kama huko sawa vile. Hapana. Ni uchovu tu. Umechoka eh? Sikia. Baada ya muda mfupi nitakuwa hapo. Natamani nije kukuona. Sawa. Bye. Haya, baadaye. Bibi, nikuandalia chakula sasa hivi. Bibi. 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 Ahmed. Sawa. Nifurahi kukuona. Karibu, pita Asante. ndani. Asante. Niambie. Harusi iliendaje? Harusi ilikuwa nzuri. Ilikuwa nzuri sana. Vizuri sana. Aisha vipi? Nimemkuta? Aisha. Ndio, yupo. Hajisikii vizuri. Naweza kumwona? Ndio. Aisha. Ni mimi Ahmed. Wewe nifungue mapazia. Mwana na yote. Hapana. Yaache tu tafadhali. Aisha. Una nini? Mbona unalia? Aisha. Aisha. Nisamehe Ahmed. Sikudhamiria. Usijali. Umepatwa na nini? Una mafua? Hapana, siumwi. Mbona kwenye gari uliniambia sijui nikwambieje. Nilifutiwa. Unamaanisha nini? Umefutiwa? Umeporwa? Kuna mtu kakupora? Nani? Sema nani kakupora? Taenda huko nimfuate sasa hivi. Sijaporwa. Nianzie wapi kukueleza? Nimebakwa.
wanasema kundi la wanaume wamekubaka. Kina nani hao? Jamaa mmoja hivi anaitwa Ramadhani. Ramadhani? Alikuwa mtu wangu enzi za utoto. Yaani mpenzi wako wa zamani? Tulikuwa watoto. Hata hivyo alikuja kunitembelea jioni moja. Aisha, uko unafanya nini na mpenzi wako wa zamani? Hatukufanya chochote. Tulienda tu matembezini ndo akaniambia kuwa bado ananitaka. Nini? Akanimwambia kuwa mimi ni mke wa mtu. Akakasirika. Aisha, kwani ulitoka na mpenzi wako wa zamani? Ulikuwa unataka kunisaliti? Hapana. Hapana. Tulikutana tu baada ya kitambo kirefu kama marafiki tu. Ukweli marafiki. Amen. Unaenda wapi? Kwa nini unadanganya? Kwa nini unadanganya Aisha? Marafiki au mpenzi wako wa zamani? Unajua nini? Umepata ulichokitaka. Mimi ndio maana kila siku nakwambia sipendi maisha ya kijijini. Nachukia maisha ya kijijini. Yaani kweli mtungo. Hata sijui nyinyi watu huku mnaishije huku. Hata sijui kwa nini ndikuoa. Usiseme hivyo. Usiseme hivyo. Nilimkatalia. Naona kama kunibaka. Nakupenda. Unanipenda? Acha kunidanganya Aisha. Mimi najua sababu ya yote haya. Ulichukia kwa kuwa sikutaka mdogo wako aje kuishi na sisi mjini. Ukaamua tu uliwe kama pande la nyama. Hapana, iko hivyo. Sikiliza Aisha. Mimi sijali. Unaelewa? Sijali. Wewe unaonekana unampenda sana huyo mdogo wako. Unampenda huyo mpenzi wako wa zamani sijui na hiki kijiji chenu cha kishenzi. Sasa ubaki na huyo mpenzi wako wa zamani. Mimi naondoka zangu. Nenda. Hivi unafikiri mimi nilipenda? Unafikiri nijitakia mwenyewe? Unadhani mimi nilitaka? Mimi sikupanga chochote. Ni ukarimu wangu mimi ndio ulioniponza. Kila siku nilidhani unanipenda kutokana na ukarimu wangu Ahmed. Lakini kama mapenzi yamekwisha. Sawa. Mlango uko wazi. Si, kama unielewi, unaweza ukaenda. Mimi siwezi kufanya chochote. Baby. Hujatosheka? Nenda. Toka! Nenda! Ahmed. Nipishe huko. Ahmed. Nataka niende mbali na nyie. Mbali na kijiji chenu hichi. Niende zangu mjini kwenye ustaarabu. Nyie watu huku mna matatizo gani? Mtungo. Ahmed, hebu nisikilize. Sitaki. Alafu hili ni kosa lako unajua. Unadiriki vipi kumruhusu atoke na mpenzi wake wa zamani? Wewe si ndio kichwa cha familia? Unatakiwa ujue haya.
Hebu acha. Sio kosa lake lakini. Nini? Ni kosa lake. Kwa nini alitoka naye? Nijibu. Kwa nini alitoka naye usiku? Na kama nikukutana, kwa nini asikutane hapa hapa ambapo kila mtu angewaona? Alitoka naye. Na hata kama angemkataa kwa akili za huyo jamaa, lazima ajue tu anamtaka. Unajua nini? Hata sidhani kama nyimbo mbumbu hapa mnanielewa. Nisikusikie tena unatuita sisi mbumbumbu. Wewe ni mbumbumbu na wenzako wote huko. Watu wenye akili wanaongea kwa hoja, sio makonde. Pumbavu. Toka. Toka! Na umwambie dada yako taraka yake inamfuata. Mwambie asijali. Nitamlipa pesa zake za Isa kwenye duka la dawa. Lakini mimi siwezi kuishi na mtu aliyepigwa mtungu. Shenzi nyingi. Samahani. Nisamehe sana dada. Nampenda kaka. Nampenda mume wangu. Sasa nimebaki mpweke mimi. Sio dada, sisi tupo sawa. بسم الله وبالله وعلى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله وبالله وعلى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله وبالله وعلى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pole sana. Hatimaye malaya mzee kang'oka. Wewe usicheke. Tuko msimamo. Pole sana kijana. Mungu akupe subira. Atatulia kweli huyu? Sijui. Fuatilie basi. Sawa. Sawa. Pole sana. Asante, karibu tena. Aisha, una nini Aisha? Watoto wamenyua. Wananisema mimi jamani. Wananipia haki. Wamenipatika majina. Wamejua kuhusu nini? Wamekupachika nani majina? Sijui nitafanyaje. Sijui nifanyaje mimi. Nieleze Aisha, kimetokea nini? Mimi ndo nimebakwa. Basi Aisha. Basi. Basi. Basi.
Kutokana na madai yako, Bibi Mailai, hatuwezi kumshtumu mtu kutokana na maelezo ya mlalamikaji peke yake. Tunahitaji kupata ushahidi, ama sivyo itakuwa ni vurugu tupu. Lakini amewapa mpaka jina la mhusika mkuu. Bibi Mailai, hatuwezi kuendelea na shauri hili mpaka labda huyo mtuhumiwa aje mbele yetu sisi na kukiri. Zaidi ya hapo shauri limefungwa. Hapana, hii sio haki. Kwa nini msichukue hatua yoyote? Bibi Male, tuondoke. Twende tukatafute hatua nyingi. Miriam, leo kulikuwa na kesi ya utata sana. Kweli? Ndiyo. Dada yako amekuja kushtaki kuwa kabakwa na kundi la vijana wakiongozwa na mpenzi wake wa zamani, Ramadhani. Mkachukua hatua gani? Hakuna ushahidi. Mpaka wapatikane mashahidi ndio shauri litaendelea. Kabla hatujawana, ulikuwa unajua kuwa dada yako kapigwa mtungu? Kwani vipi? Nisingemruhusu apose kwenu. Hebu ngoja kwanza. Muda si mrefu ulisema kwa kuwa kesi haina mashahidi, ulishindwa kuthibitisha kwa alibakwa au la. Kwa hiyo mashahidi washapatikana. Ya kupasa uamue moja. Uamini kwa kweli kabakwa au usiamini kabisa. Sio kisebusebu. Miriam, sitaki kusema haya lakini huna haja ya kusema. Naondoka. Miriam, kumetokea nini? Wamenifukuza. Nini? Kisa? Ndio pumbavu gani unaendelea? Usianze. Miriam, hebu tuelezee. Kumetokea nini? Wamejua. Wamepata habari kwa Aisha kabakwa. Nini? Wamejuaje? Wanasema kuwa Aisha alienda kushtaki kwa uongozi wa kijiji. Amefanyaje? Unaenda wapi? Kumuona Abu. Ibrahim, subiri. Wewe ndio umefanya nini? Kwani vipi? Ulikwenda kuona uongozi wa kijiji? Ndiyo. Bibi Male. Najua wewe ni kipenzi sana na Bibi Male, ila sio familia yako. Kaka, siwezi kuendelea kukaa tu hapa. Mume wangu kaniacha kaka. Kijiji chote hiki nasemwa mimi. Jana nimeshindwa kulala. Nimelala bila kuzima taa. Kwa sababu naogopa giza. Tatizo unajali wewe sana Aisha. Ona sasa. Mdogo wako naye kaachika. Nini? Kwa sababu yako. Kisa mimi? Ndiyo, Ponza ni wewe. Labda inaweza ikawa ni heri pia. Ni heri. Ndoa yake ilirudisha hadhi ya familia yetu hapa kijijini. Sasa tumeipoteza tena. Kwa sababu yako Aisha. Ponza mimi kaka. Ponza mimi kupigwa mtungo. Nyamazeni. Haitusaidi chochote kupigizana kelele wenyewe. Nahitaji kumwona mzee Abu. Hapana, usiende. Amesema kwa ukimkorofisha tu kwenye hili na ukidiriki, atafufua madeni yetu yote. Mwana haramu. Hakuna atakayemwoa tena mdogo wako chuo cha pili. Ni bora ungemchukua ukaishi naye huko Dar es Salaam.
lakini kwa hali inavyoonyesha hata wewe huna pa kwenda. Abdul yuko wapi? Sijui. Labda hajamshika bado. Mmeletwa hapa mbele ya mkutano wa kijiji ili kuthibitisha kama malalamiko yaliyotolewa dhidi yenu ni ya kweli, na ikithibitika kama ni ya kweli, shauri hili litapelekwa kwa polisi. Kama mnavyojua, shauri hili linahitaji mashahidi wa kutosha, na shahidi mmoja amejitokeza. Mwanaharamu mkubwa wewe. Mimi nimekupa kazi alafu unanisaliti. Kwa hiyo unathibitisha kuwa ni kweli? Ndio. Nilimbaka. Nilikula njama na wenzangu tukambaka. Tena tumembaka kweli kweli. Na msingetushika tungembaka tena. Ili kumshikisha adabu malaya mkubwa huyu. Anatembea hapa kijijini anajitapa. Anajiona keki. Anatuona sisi si kitu. Najua wote hapa kijijini anawakera. Lakini mimi nimefanya kile kitu ambacho wote mmeshindwa kufanya. Nadhani wote tunakubaliana sasa kuwa shauri hili linakabidhiwa na kuwa kesi ya polisi. Bado sijamaliza. Si umenitaka nikiri na umetaka mashahidi. Bado kuna jambo nataka kukiri. Miaka 9 iliyopita, mimi na Ibrahim tulishiriki kwenye mtungo. Kama yeye mwanamume kweli, aje asimame hapa mbele na akili. Ibrahim, simama na ukiri. Thibitisha wanaume wako na uwajibike. Kaka, si useme. Sema unakusingizia. Sema sasa. Nyamaza na wewe. Umecharukwa. Mbona kucharukwa tupokuwa tunakubaka? Nitakuwa mimi wewe. Aisha, acha. Aisha. Aisha, tafadhali. Aisha. Hebu nisikilize. Naomba unisaidie kitu, Aisha. Najua unapenda sana maisha ya mjini dada. Ila nakuomba urudi kuishi hapa. Inabidi wewe ndio uitunze familia sasa. Unasemaje? Inabidi utawatunza. Mbona sikuelewi kaka? Unaongea nini? Kaka, hapana. Hapana. Aisha. Kwa nini umefanya hivyo? Aisha. Kwa kisa gani? Nisamehe. Samahani sana dada.
Mina dada, mina dada, mina dada, wallahi mina dada, mina dada, mina dada, mina dada, ukweli mina dada. Dada yangu amekumbwa na mkasa wa ajabu. Namuuliza, kwa nini hayo masaibu? Kwa nini dada ukutwe na hiyo tabu? Anasema si mapenzi yake, huruma yake imemfanya angukie. Kubali wito, kataa neno, msemo wa Waswahili umemponza dada. Mwandani wa zamani amemuandaa mpaka dada anafikwa na fadhaa. Visima vya kale havifukiwi, anaona bado yeye ana haki. Analazimisha wapashe moto kiporo, dada anakataa kuilinda ndoa yake. Aliposhindwa lake, yeye na wenzake walimshambulia dada kikatili. Na kutuma, nenda ukawambie walomnyanyasa dada na kumdhalilisha, iwe kwa kisasi ama kwa kumkomoa. Salamu zangu naomba uwafikishie, wambie kosa nililotenda kaka yake, iyo adhabu ni kubwa sana kwake. Na kama kumkomoa kwa heshima ya ndoa yake, hilo sio malipo yake. Kila moja anamlaumu, jamii yote inambebesha dada lawama. Kabla alijachwa jua la uovu, sote tuamke tuenike ukweli. Kabla alijachwa jua la uovu, sote tuamke tuanike ukweli. Yo mina dada, mina dada, mina dada, wallahi mina